Kuna maumivu ambayo hayaponi. Kuna majuto ambayo hayaishi. Nilipoenda kujifungua kijijini kwa wakwe zangu, sikujua kuwa siku hiyo ndio ingekuwa mwanzo wa mwisho wa furaha yangu. Sikuamini kuwa mikono niliyoiamini ndio ingeondoa pumzi ya mwanangu. Hii si hadithi ya kusimuliwa tu. Hii ni jeraha ambalo linaishi moyoni mwangu kila siku. Simulizi. Jinsi mama mkwe wangu alivyomuua mwanangu. Nilipokwenda kujifungua kijijini kwa mume wangu, sikujua kuwa huo ndio ungekuwa mwanzo wa mateso yangu. Siku ya kujifungua, nilijifungua nyumbani kwa mkunga wa jadi kwa sababu mume wangu aliniambia ndio mila zao. Baada tu ya mtoto kuzaliwa, mama mkwe wangu aliniambia niwe makini na kitovu cha mwanangu. Sikuelewa alimaanisha nini, lakini alikichukua kitovu hicho na mpaka leo sijui alikipeleka wapi. Nilipotaka kumpeleka mtoto kliniki, alinikataza. Alidai hospitalini wanaharibu watoto. Nilimpigia simu mume wangu, lakini naye aliniambia nimsikilize mama yake. Miezi ilipita, mume wangu hakurudi kumwona mtoto. Kila nilipotaka kuondoka nirudi kazini, mama mkwe alinikataza. Nilipolazimisha, ghafla mtoto alianza kuumwa asubuhi ya safari. Alianza kwa kwikwi ya ajabu. Nilipompeleka hospitalini, kwikwi ikaisha na homa kali ikaanza. Madaktari walishangaa. Joto la mtoto lilikuwa juu sana. Ghafla mama mkwe alinipigia simu akaniambia, "Mrudishe huyo mtoto, drip itamuua." Nilishangaa alijuaje kuwa mtoto ana homa. Sikuwahi kumwambia. Nilianza kuingiwa na hofu. Niliporudi nyumbani, mtoto alitulia. Mama mkwe akaniambia kama sitaki kuondoka, basi nitarudi na maiti ya mwanangu. Sikuamini masikio yangu. Baadaye nikagundua kazi yangu ilishaandikiwa barua ya kuacha kazi bila mimi kujua. Mume wangu alikiri kuwa aliandika kwa maelekezo ya mama yake. Niliondoka. Maisha yaliendelea. Mtoto alipofikisha mwaka mmoja, nilipata ujauzito wa pili. Mama mkwe akaja nyumbani akidai anakuja kunisaidia. Ndani ya wiki moja, alianza kuniwekea vitu kwenye chakula. Siku moja nikiwa kwenye usahili, dada wa kazi alinipigia simu akaniambia, "Mama mkwe ameondoka na mtoto tangu asubuhi na ana hofu." Nilihisi moyo wangu ukitetemeka. Aliporudi jioni, mtoto wangu alikuwa mchovu, mwenye vichanjo mwilini na kimya kupita kawaida. Usiku ule alibadilika kabisa. Hacheki, hali, haongei. Nilimchukua kwa hasira na kumpeleka hospitalini. Kabla hatujafika, mwanangu alifariki mikononi mwangu. Sikulia. Nilihisi kama roho yangu imeondoka. Nilirudi nyumbani nikitaka majibu. Nilikwenda polisi. Uchunguzi ulifanyika, lakini hawakukuta chochote. Tulimzika mwanangu. Niliondoka kwenye ndoa hiyo. Baada ya miaka 2 nikapata talaka mahakamani. Mume wangu aliacha kazi na kurudi kijijini. Hata mtoto wetu wa pili hajawahi kumwona. Leo ninaishi maisha yangu, lakini kila ninapomkumbuka mwanangu, najilaumu. Najuta kwa nini sikupigania zaidi kumlinda wakati alikuwa mdogo. Hii ni hadithi yangu, maumivu yangu, na ukweli wangu.